Karibu katika The Flash inaokujia siku zote hapa Chomoza Digital. Na kama hujawahi kusubscribe channel yetu, basi leo kuwa mtu wa kwanza kusubscribe hapo na turn on notification, yani bonyeza hicho kikengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote zile zinazotoka hapa Chomoza Digital. The Flash ni sehemu pekee ambapo unapata updates, maarifa, lakini pia wajanja wote wanasikiliza The Flash. Majina yangu naitwa Glauben Clement. Nipo na mwenzangu Evans Kaz. Hello, mambo vipi brother? Fresh. Tuko vizuri. Tupo sawa. Sawa sawia kabisa. Sasa maneno. Leo ni Jumatatu. Jumatatu ya leo imekaa kipekee sana kwa sababu ni siku ambayo mtu unajipangia mipango yako yote ya wiki. Lakini Jumatatu wengine wanatumia kupumzika. Kwa hiyo kwenye tafakari ya wiki iliyoisha kwenda kwenye wiki lingine, Jumatatu huwa ni siku nzuri sana, tunashauriwa kuitumia vizuri sana katika kupangilia mambo yetu. Sasa Evans, leo na jambo moja nataka tuzungumze na wadau. Hili jambo bwana linakera kimsingi, ambapo watu wengi wanasema ni kama payback, yani kama malipizi. Watu wameamua kufanya malipizi kutokana na dada zetu walivyokuwa na mambo yao yale umetrendi nini, mimi na mbaba wangu, umenielewa? Yani Evans yupo na mwenzio, lakini mwenzio ana mbaba wake, unaona? Lakini watoto wa kiume wamefanya vice versa, na wenyewe wanamishangazi. Ushanielewa? Sasa hii imekuwa ni kama game fulani hivi ambayo kimsingi haina productivity, haileti matunda mazuri, zaidi inaleta maumivu kiafya. Unaona, mtu umeenda huko umeyakuta ya kuyakuta, basi nguvu kazi inapotea. So tunashauriwa tufanye kazi instead ya kuweka akili zetu zote kwa mashangazi na wababa. Ndugu yangu, lakini kuna baadhi ya watu wamesema no, acha pande zote ziwin mechi zao. Kwa sababu tupo duniani tunatafuta kila mtu awin mechi zake. What's your take? Okay. Yeah. Mimi mtazamo wangu, sawa? Mtazamo wangu tu ambao namna ambavyo natazama vitu, sawa? Hasa kuhusu mahusiano. Mimi sina shida kabisa, sawa, na numbers za umri kwenye mahusiano. Ila mimi nina shida, sawa, na vitu ambavyo pengine vinaweza kuua mahusiano. Naomba nikitaje hiko kitu kimoja tu ambacho ni msingi sana. Mahusiano kama hayana usaliti, numbers sio deal. It's not a big deal. Yes. Okay. Umeelewa vizuri? Ndiyo. Kwa sababu hakuna sehemu, sawa, hakuna sehemu ambayo imeandikwa unatakiwa uoe au uolewe na mtu mwenye umri gani fulani. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi mtu kuwa na mume ambaye amemzidi umri kwa lika la mfano wa baba yake, kwangu it's not a big deal. Na mtu kuwa na mwanamke ambaye amemzidi umri, kwangu it's not a big deal. Kwa nini? Kwanza lazima ukubaliane na mimi Glauben. Kuna vitu sio dhambi, ila ni mitazamo na tamaduni zilizowekwa. Umeelewa vizuri? Mimi nimejaribu kufanya research yangu ndogo tu na kugundua kwamba hasa sisi wa Afrika tumejaribu kuinterpret, sawa, wakati mwingine hata maandiko matakatifu kuyaleta katika misingi ya kitamaduni na kuondoa ile dhana halisi.
Umeelewa vizuri? Kiutamaduni tuseme hapa Tanzania, mtu ukiolewa na mtu aliyekuzidi umri, mfano babako, shida. Umeelewa? Na vile vile ukioa mtu ambaye amekuzidi umri kama mamako, ni shida. Sio kwamba ni dhambi. Wapi imeandikwa? Au unaweza ukanipa hiyo? Kimsingi ila kitamaduni kitamaduni haikai sawa. Sio, umeelewa vizuri? Tamaduni nani kazitengeneza? Ndio swala kujiuliza. Ni desturi ambazo sisi tumezitengeneza au tulizikuta zimetengenezwa. Na ukija kuzifuatilia utakuja kugundua kwamba zilikuwa na maana. Kwamba usizae mwanamke aliyekuzidi umri, kwa sababu mwanamke hata ukizaliwa naye siku moja kibiolojia ni mkubwa automatic. Kwa maana yake kuna leti ambayo mwanamke atakuacha kiuelewa, kiufahamu, lakini hata yeye ataweza kuzeeka mapema na kukuacha wewe bado ukiwa strong. Umeelewa vizuri? Sasa hii katika malezi ya kifamilia na utengenezaji wa familia ina athari, kwa sababu mama anaweza kazaa watoto wawili alafu akawa mzee. Atapoteza mvuto kwa kijana ataanza kutamani vitu vingine ambavyo vipo. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba hawa watu ambao wapo kwenye mahusiano lakini wana mashangazi kama wanavyoitwa, na wengine wanaita nini? Mbaba wao. Wana mbaba wao. Ana mbaba wake. So wapo sawa. Wako sawa. Na yupo kwenye mahusiano. Kama narudia nisikilize kauli yangu vizuri. Hamna shida kama baina yao hamna usaliti. Are you sure kwa dunia ya kwetu ya sasa hivi hapa kuna kijana ambaye hana mahusiano? Sasa hapo tutaanza kuzungumza tena kitu kingine. Ndio maana nimesema nakuja huko kwako Cloud. Kama mtu ana mubaba na hamsaliti mubaba, mitano tena. Yes. Kama mtu ana mumama na hamsaliti mumama, mitano tena. Kwa sababu kipo ambacho yeye kimempeleka kwa mumama, kwa sababu katika wote si aliona na akachagua hapo, na katika wote si aliona vijana aliwaona akachagua mubaba, si ndio? Kwa hiyo ni mitano tena. Lakini kama kwa mumama au kwa mubaba ni kitu extra ambacho kinatafutwa, that is not good. Hiyo sio nzuri. Hiyo sio nzuri. Alright. Sasa kwa mujibu wako ndugu yangu Evans, kama Evans umeenda kwa mama wako lakini hakuna usaliti, uenda kwa sababu una njaa, kwa hiyo hapo mitano tena. Na kama ndugu yetu Isaac ameenda kwa mama wake, si ndio? Lakini hakufanya usaliti, yani hakuona kabisa kwamba kuna hivi fresh. Yes. So hizo unafikiri inatupeleka wapi? Na watu wa lika letu watakuwa na watu gani? Inatupeleka wapi? Mimi nadhani siwezi sema direct kama inaweza ikatupeleka kubaya ama ikatupeleka kuzuri, kwa sababu kila kitu ambacho nakiona wewe, hata hicho ambacho nakihisi kwamba ndicho kilipaswa kuwa kwa mujibu tu wa usahihi wa mazoea, kwa sababu hapa tunazungumza usahihi wa mazoea. Tumezoea kijana wa miaka 35 anamoa binti wa miaka 28, wamepishana na miaka kadhaa, si ndio? Kijana wa miaka 28 anamoa binti wa miaka 23, wamepishana na miaka kadhaa. Ni usahihi wa mazoea. Lakini binti yule akiolewa na mzee wa miaka 40, tunaona kwamba it's a short imetokea. Lakini kimsingi bado si changamoto. Umeelewa vizuri? Bado si changamoto, kwa sababu kwenye mahusiano sawa au kwenye ndoa sio namba ya umri. Ndoa ni makubaliano na attachment ya kimaisha ya soul mbili ambazo zinajua wapi zinafanyaje, zinaelekea. Umeelewa vizuri? Unaweza ukawa na kijana, mabinti wengi ukiwauliza sababu zao kwa nini wanakuwa na mahusiano na watu wazima, anakuambia vijana hawana future. Which is, ukifanya research utakuja kugundua kwamba hiyo shida ipo, lakini si
wote, kwamba yeye amekutana na vijana wengi ambao kimsingi wamemuonesha hana future. Anakutana na mtu aliyemzidi umri, akikaa naye akizungumza naye anagundua kwamba hapa kuna nini? Kuna future. Huyu mtu atafanya hiki kitu ambacho anatakiwa kufanya, akiwa anaelewa wapi anatakiwa kufanyaje kwenda, anaamua kujikomiti hapo. Sasa ukirudi pia kwa vijana, ukiuliza kwa nini mabinti wapo wengi nini, kwa nini umeamua kwenda kama, atakwambia mabinti hawana future. Kwa nini? Atakwambia mabinti hawajatulia, mabinti bado hawajamaliza vipengele vya maisha. Kwa hiyo ukikutana na mtu mzima, focus yake inakuwa ni familia, focus yake inakuwa ni ndoa, focus yake inakuwa ni maisha, and end of the day kijana anaanza kuiona ndoto hapo, kwa sababu hata ndoa yenyewe it's not a number. Ndoa inaitwaje kwa Kiingereza? Ndoa is not a number. Anyway, wewe unasimama upande gani? Mbona unajikuta huko neutral unaniachia mabomu? Mimi sipo neutral. Mimi upande wangu ninaosimamia ni wewe unaona si sawa. Mimi naona si sawa. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ale kwa size yake. Ndugu yangu. Umeelewa? Kama uwezo wako ni wa kula tani mbili, basi yule anayeweza kula tani mbili ale tani mbili. Lakini usimlete mtoto ambaye ni mdogo ukamwambia sasa bwana wewe kula nini ugali huu hapa, mtoto anahitaji my brother. Kwa mimi naona sio sawa, kwa sababu moja, watu wanakomazwa, unaona, yes, lakini hawapati muda wa kujenga maisha yao wakiwa wawili from the scratch. Unakutana na mtu ambaye tayari amepitia vipengele vingi na nini, sasa ameamua kuseto, unielewa, na wewe hujamaliza vipengele. Kwa unaona at least I can see the future, I can see my tomorrow, lakini kumbe hujui huko amepitia nini. Ndio maana unakuta vijana wengi anakuwa na mahusiano na mtu mzima kidogo kwake, lakini after a while, baada ya miezi miwili, miezi mitatu, mwaka, wame break up. Kwa nini? Kwa sababu hajapitia kwenye vizingiti alivyopitia yule mtu mzima. Na kuna kesi nyingi sana zinatokea, utakuta binti sijui mara kajizuru, mwingine sijui nini, mwingine nini. Ushaniona? Na numbers ya watoto wanaonyanyasika inaongezeka kutokana na kwamba unakuta kijana amezaliwa kwenye familia fulani, ndio amekuwa amepevuka, lakini mzee Glauben kamleta binti mdogo pale, ndo mama yake. Kijana amepevuka naye anataka show, anataka game. Ushanielewa? Sasa Glauben na mwanae waingie sehemu moja, kijana anafukuzwa. Kijana akiingia mtaani huko inakuwaje? Kwa mimi naona sio sawa, kwa sababu vijana hawapati muda wa kutengeneza maisha na kuunderstand maisha kutoka chini akiwa na mwenzi wake. Yeah, that's my take. Okay. Sasa mimi nikwambie tu Glauben, sawa? Kimaisha. Yeah. Sawa Glauben. Kimaisha. I mean kimaadili na kijamii. Sawa. Issue ya kuoa mwanamke au kuolewa na mwanamke au mwanaume ambaye amekuzidi umri inaweza kawa changamoto. Sawa? Lakini moja kati ya kitu kikubwa ambacho hapo kinahitajika, sawa, ni ukomavu wa kifikra, heshima, mawasiliano na maelewano baina yao watu bila kujali umri wao. Sawa? Lakini pia hata kidini hakuna mafundisho ya dini yoyote ambayo yanaweka bayana kukataza ndoa kwa tofauti ya umri. Ila dini zenyewe zinahubiri kwamba katika ndoa kitu cha kuzingatia sana ni upendo wa kweli, uaminifu, na ile nia njema ya pamoja kuliko hata umri husika. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo yapo mambo ambayo kimsingi ukiyatazama yanaweza yasilete
yasilete mkanganyiko kiivo, lakini mimi kwangu bado naendelea kutilia mkazo kwamba ndoa it's not a number, sio umri, na haiwezi kuathiri chochote kama tu huyo mtu anaweza kuwa na upeo mkubwa, anaweza kuwa na ukomavu wa kifikra, heshima ikawepo, mawasiliano mazuri, basi kila kitu ni sawa, kwa sababu huwezi mpangia mtu ampende nani. Ndugu ambao ulikuwa unatusikiliza, unaweza kuweka comment yako hapo chini, utuambie wewe pia unaitazamaje hili jambo. Kuoa au kuolewa na mtu ambaye amekuzidi umri ni sahihi ama si sahihi? Weka comment yako hapo chini, alafu kupitia The Fresh ya Chomoza Digital utapata wasaa wako isoma na kupata majibu kulingana na mtazamo wako. Mimi naitwa Evans Kazi, nilikuwa na Glauben. Asante sana. Subscribe, turn on notification, share kwa ndugu jamaa na rafiki kuhakikisha tunakuwa wote wanafamilia. Lakini cha msingi, comment yako hapo chini ni muhimu zaidi. Asante.